Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Langu di jina naitwa Ustadh Muallim Ibn Umar. Leo tupo ndani ya Ramadhani ya 17. Sayyidina Nuh alayhi salam wakati alipotengeneza au alipomaliza kutengeneza safina, kisha akapandisha vile ambavyo aliamrishwa vipandishe katika safina. Baadaye alimwambia mwanae kwamba ya bunayya irkab maana, mwanangu, panda pamoja na sisi katika safina hii. Alimwambia maneno ya huruma baba kwa mwanae kwamba hebu panda katika safina hii, lakini mtoto yule hakutaka ama hakuweza kumsikiliza babake na kumwambia kwamba saawi ila jabalin yasimuni min alma, kwamba nitapanda kule juu ya mlima, mlima huu utaniokoa na haya maji. Hakujua kuwa ile gharika inayokuja ni anayeleta ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kuwa yeye anaweza kila kitu, kwamba yale maji anaweza kaufunika mpaka ule mlima. Kwa kuwa yeye alijiona kuwa ni mjanja, ni kijana, kwa hivyo akamwambia babake kwamba mimi nitapanda juu ya mlima kule, nitajilinda na haya maji. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuhadithia katika Qur'an na kutuambia kuwa ikapita baina yake Nabii Nuh pamoja na mwanae, pakawepo na wahala bainahuma almauju, pakawepo na utenganisho kati yao. Ikapita wimbi ambalo liliweza kuwatenganisha kati ya Nabii Nuh na mwanae, hakuweza kuonana tena. Inawezekana swali la kujiuliza mimi na wewe mtazamaji wa Rapta TV kuwa tuna mawimbi mengi ambayo mimi na wewe yameweza kututenganisha na watu wetu wa karibu, kama ilivyokuwa kwa Nabii Nuh na mwanae, kuwa wametenganishwa sasa na wimbi, hawawezi tena kuweza kuonana tena. Inawezekana wewe unanitazama hivi sasa, lipo wimbi ambalo limekutenganisha wewe pamoja na ndugu zako wa karibu, hamkuweza tena kuonana nao. Lakini ikawa si hivyo tu, tupo katika Ramadhani hii sasa hivi watu tupo pamoja. Inawezekana Ramadhani baada ya kuwa inaondoka sasa ndio ikawa ndo wimbi la kuweza kututenganisha tena, tusionane tena mpaka Ramadhani ijayo. Lakini swali la kujiuliza tena kwamba una uhakika gani kwamba Ramadhani inayokuja wewe utakuwepo hai? Kwa hivyo jambo la kuwa makini nalo na jambo la kulizingatia ni kuwa imekuja Ramadhani hii, basi iweze kutubadilisha, tuweze kukaa katika mstari huu tuliokuwa nao, kwamba tulikuwa tuswali vipindi vitano, basi hivi sasa tunaswali vipindi vitano, basi tuendelee hivyo hivyo hata baada ya kuwa Ramadhani hii imekwisha ondoka. Isiwe Ramadhani ni sababu isiwe Ramadhani kuondoka kwake ikawa ni sababu ya kuweza kututenganisha sisi na ndugu zetu tuliokuwa nao karibu, kwa maana ya kuwa tulikuwa tunafanya ibada kwa pamoja, tunashiriki tarawehe, tunakuwa hivyo magharibi katika iftar. Sasa Ramadhani kuwa inaondoka sasa ndio ikawa ndo wimbi la kututenganisha baina yetu sisi na ndugu zetu wa karibu. Tutafakari kupitia kisa hichi cha Nabii Nuh, lakini pia tujiulize maswali kuwa Ramadhani hii inaondoka imetubadilisha kitu gani mimi na wewe? Au Ramadhani kuisha kwake huku inapoelekea kuisha ndio inakuwa ndo wimbi la kututenganisha mimi na wewe? Hili ni jambo la kujiuliza na inapasa tulifikirie. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.